Kwa majina anaitwa Prudensiana Uhinga, ni afisa muuguzi na ni mkuu wa kitengo cha afya ya mama na mtoto, yaani ni mchaji wa RCH, nikimaanisha kwamba ni reproductive and child health, maana yake ni afya ya uzazi na mtoto. Uzazi maana yake tunaunganisha vyote, baba, mama na mtoto. Haiwezi kuwa uzazi kama hayupo baba. Tukienda kwenye mada yetu inayohusu fistula ya uzazi. Tukisema neno fistula maana yake ni shimo au kitundu kilichoko kati ya kiungo kimoja na kiungo kingine. Kwa hiyo tukisema fistula ya uzazi tunamaanisha kwamba kuna tundu katikati ya njia ya uzazi na kibofu cha mkojo, na wakati mwingine inawezekana njia ya uzazi na njia ya haja kubwa. Kwa hiyo kuna fistula, tunasema rectal vaginal fistula au fiscal vaginal fistula. Sasa sisi tunaongelea zaidi vaginal fistula, ya kwamba kuna muunganiko ambao sio wa kawaida au kitundu kilichoko kati ya njia ya uzazi na njia ya mkojo, ambako ndo nasababisha dalili zake. Utakuta mama mkojo unatoka wenyewe bila kujitambua, au kama hiyo zingine rectal, utakuta kinyesi kinatoka njia ya mkojo bila kujizuia. Kwa hiyo inawezekana ikawa haja ndogo au haja kubwa inatoka yenyewe bila kujizuia. Kwa maana hiyo, sababu za inachosababisha hiyo ni kwamba ni uchungu pingamizi. Nikisema uchungu pingamizi, maana yake ni kwamba ni uchungu umekaa muda mrefu bila, mama amepata na uchungu muda mrefu kiasi ambacho misuli ya njia ya mkojo imelegea na kusababisha kitundu, na inatokea pale ambapo kichwa kinasugua misuli ya uke, ambapo kwa kawaida mtoto anatakiwa mtoto anatakiwa apite kwenye pango then atoke kwenye uke kama kawaida inavyotakiwa kuwa. Lakini sasa kwa kuwa kumekuwa na pingamizi, kwa Kiingereza wasema obstructed labor. Kwa hiyo kutokana na ile pingamizi, maana yake ile pressure pale imesuguliwa kwa muda mrefu, misuli imechoka, kwa hiyo imeachia. Kwa hiyo pale inatengeneza tundu. Kwa ile tundu ndio linasababisha mkojo utoke bila mama mwenyewe kujizuia. Kwa analoa tu mkojo unatoka hivyo. Wakati mwingine hata kama haja kubwa, kinyesi kinakawa kinapenya hapo, badala ya kutoka kwenye njia yake ya kawaida, lakini unapenya kwenye kitundu hicho. Kwa maana hiyo, sababu kubwa kama nilivyosema ni uchungu pingamizi, ambao ni uchungu wa muda mrefu. Na nini kifanyike kwa wakina mama ili tuweze kuzuia hiyo fistula ya uzazi? Ni kwamba mama anatakiwa ahudhurie, aende ajifungulie hospitali, na mara mama anapohisi kwamba ana uchungu anatakiwa aende hospitali mapema. Akifika hospitali, wataalamu watamfungulia patograph. Tunasema hiyo ni tool ambayo inatusaidia kuweza kufuatilia uchungu kwa mama. Kwa mama ambaye mwenye mimba ya kuanzia ya pili kwenda mbele, anatakiwa ajifungue masaa yasiyozidi 8 mama ameshajifungua. Lakini kwa mama mimba ya kwanza, maana yake atakiwa kupitiliza zaidi ya masaa 12. Kwa kama itakapoonekana masaa yamepita, maana yake huyu mama atafanyiwa uchunguzi wa kina. Kama anastahili kufanyiwa operation, atafanyiwa operation ili yeye na mtoto wake watoke salama, ili kuweza kuzuia hiyo fistula ya uzazi. Na kingine ni kwamba tunasisitiza sana wakina mama wapende kujifungulia kwenye vituo vya afya na si vinginevyo. Na pale ambapo unapohisi dalili ambayo sio ya kawaida, popote pale ulipo, unatakiwa uende kwenye kituo cha afya, aidha kituo ambacho ulicho karibu na, aidha kituo cha afya au zahanati au hospitali kubwa. Maana pale kama kituo cha afya ikionekana mama ana shida kubwa, atapewa rufaa, au ni zahanati atapewa rufaa. Kwa mama atakuwa mikono salama
na tatizo la fistula tutalitokomeza. Lasha, kama itaonekana mama amehudumiwa vizuri hospitali, lakini kwa bahati mbaya amepatwa na shida hiyo bila daktari au muuguzi aliyemzalisha kujigundua, yeye mwenye mama ameona kwamba analoaloa, mkojo unatoka bila kujitambua, maana anatakiwa aripoti hospitali haraka, afanyiwe uchunguzi. Kigundua kama ni ana fistula ya uzazi, atafanyiwa matibabu, na matibabu ya fistula ya uzazi ni operation na si njia nyingine. Wataangalia kama imefikia hatua gani, tundu lake likoje, basi atafanyiwa uchunguzi, inatibika na wala haina tatizo. La sivyo, kama mama huyu asipotibika madhara ya fistula ya uzazi, ni kwamba kwanza huyu mama atashindwa kujumuika kwenye jamii, atakuwa ataathirika kisaikolojia, yeye mwenyewe ataathirika, maana kitendo cha kuloaloa mkojo muda wote, alafu vile vile ni rahisi kupata maambukizi kwenye njia ya kizazi. Na hata katika uchumi mama, manake atakuwa yani hawezi kujumuika na wenzake kwenye shughuli za uzalishaji mali, maana yeye muda wote ni analoaloa. Na hata kama ni kwenye mahusiano, masuala ya familia, ya ndoa nini, kina mama wengi wanaokutwa na shida hiyo, utakuta wanaume wanawakimbia, wanabaki peke yao mtaani, wanakuwa na shida, yani maisha yanakuwa ovyo. Vile vile utakuta mama anaathirika hata kiafya. Wengi utakuta yani wamekondeana kwa sababu hawezi kushughulika kwenda shamba akalime, yeye mara zote anaona kama ni mtu wa kuona aibu. Wewe, wito wangu kwa jamii ni kwamba fistula inatibika. Ukija hospitali unatibiwa. Zamani pale ilikuwa mpaka CCBRT, lakini siku hizi vituo vyetu wataalamu wapo, magynecologists, madaktari bingwa wa magonjwa ya wanawake wanafanya operation hizo, wanawahudumia wagonjwa, na mwisho wa siku mama anarudi katika hali yake ya kawaida, uchumi unaendelea na masuala ya mahusiano nayo yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo ndugu, nasisitiza tu ya kwamba tutumie vituo vyetu vya afya, zahanati, mahospitali, na tuwe wajumbe kwa jamii zetu zinazotuzunguka ya kwamba fistula inatibika, na wala tusiwafungie ndani wagonjwa wenye hali hizo.